Karibu tena na tena katika episode ya pili ya recap yetu. Kama bado hujagusa alama ya kusubscribe au kama bado hujagusa alama ya kulike, fanya hivyo mapema ili tusonge pamoja. Bidada Jion alikuwa amempigia simu Mwamba akimwambia aje kumfundisha namna ya kuweza kunyoa ndevu kwa sababu haelewi chochote kile. Lakini Mwamba alikuwa amenunua vifaa vya kuweza kunyolea ndevu afu akaviacha mlangoni. Ila baada ya kufikiria baada ya muda akaona ngoja tu aingie ndani. Akaanza kulielekeza jamaa kwamba unatakiwa kunyanyua mkono wako taratibu, unagusa katika meno yako ya mashavu, unaipaka hiyo dawa. Baada ya hapo utaanza kusugua taratibu na mwisho wa siku ndevu zitaanza kutoka. Sasa bidada alikosa umakini akajikuta ameweza kujikata. Mwamba kwa hofu sana akamsogelea jamaa, akachukua ile mashine ya kunyolea ndevu na akaanza kumkata ndevu taratibu tu. Lakini namna ambavyo bidada alikuwa anaguswa akajikuta anapata hisia zaidi baada ya kuweza kuguswa na huyu mshikaji. Na baada tu ya kumaliza bana kufanya ile shaving akawa anaondoka jamaa, lakini bidada akawa anamzuia na kumwambia kwamba naomba ubakie, akawa amemshika mkono. Namna jamaa linavyobembeleza, basi jamaa akawa anamkumbuka bidada enzi zake, alikuwa anamlazimisha sana jamaa aweze kubakia angalau aweze kupata chakula. Basi jamaa alikuwa limebakia hapa likaendelea kupata msosi pamoja na bidada. Lakini Mwamba bado alikuwa anakosa sana uhuru, yani kula na kidume mwenzake eti hapo amchukulie kama mwanamke bana. Hii hali ikawa inamkosesha kabisa amani. Ikabidi kumtafuta rafiki yake mmoja hivi kwenda kumuomba ushauri, lakini rafiki yake akamwambia kwamba ukipata kujua muda ambao huyo mwanamke alibadilika kuwa mwanaume, basi muda huo unatakiwa uweze kumkisi, na kama ukimkisi tu basi atabadilika na atakuwa mwanamke tena. Mwamba amemmisi sana bidada, kila wakati tu anakumbuka kumbukumbu zake, namna ambavyo bidada alikuwa anamkabidhi zawadi, namna ambavyo alikuwa anasaminiana, afu leo eti bidada amegeuka kuwa mwanaume. Jamaa akaona kwamba acha atimize masharti ya kwenda kumkisi jamaa nyakati za usiku. Jamaa akamfuata Jion na moja kwa moja akamsukumiza pembeni, akataka kuanza kumkisi, lakini jamaa pia naye alikuwa linasogeza mdomo wake liendaka kukisiwa. Lakini Mwamba kila anaposogeza mdomo hivi anajikuta yani ana sita, haamini kabisa kwamba anaenda kumpiga kesi mwanaume mwenzake. Lakini katika nyakati hizo kumbe dada yao ndo alikuwa anaweza kurudi hapa nyumbani, na bahati nzuri alikuwa ameingia pasipo kumuona Mwamba Yunjei. Basi Yunjei akawa ameondoka nyakati hizo pasipo kufanikisha kuweza kumpiga huyu jamaa kesi. Hasa Mwamba anatembea njiani ana mawazo vibaya mno, yani alikuwa anatembea kwa mguu umbali wa kilomita kama 12 hivi kurudi nyumbani. Anawaza kwamba nitaka nilipige kesi mwanaume mwenzangu. Lakini jamaa alipofika nyumbani akaanza kukumbuka kwamba hili tatizo inaonekana katika ile familia alipo, kwa sababu hata mama yao inaaminikana kwamba aliwahi kubadilika kuwa mwanaume kipindi fulani lakini akarudi kuwa mwanamke. Sasa iliwezekanaje mpaka akarudi kuwa mwanamke? Hasa bana, wakati bidada ya Jioni hajabadilika kuwa wa kiume, alikuwa ameomba kazi katika baba shop moja hivi kuwa mtu wa masaji. Sasa ameweza kujibiwa maombi yake kwamba amekubalika. Sasa atarudije pale katika ile baba shop akiwa na muonekano huu wa kiume? Itawezekanaje yani? Hasa Mwamba kaketi mitaani huku bana na mawazo kweli kweli. Vibinti vinakuja pale na kusema kaka wewe ni handsome, naomba nipige picha na wewe. Basi akajikuta tu ghafla tu mabinti wanajisobokesha sana kwake. Hasa mshikaji baada ya kugundua kwamba mademu wanamshobokea sana hii sura yake, akaanza kujijali, akaanza kujizingatia, anafika nyumbani anajipiga shaving hiyo, yani sasa hivi ndevu anajikata yeye mwenyewe na yuko fresh tu yani. Akaanza kujitengeneza yani muonekano wake, akagundua kwamba kumbe unapendwa Basi baada ya kujiweka sawa akajisahau, akajipiga mpaka lipstick, kisha akatuma picha yake kwa Mwamba. Alipomtumia jamaa picha ile, jamaa alivyotazama zile lips za bidada akawa amevutiwa nazo, akasema kwa nini ilifeli kumpiga kisi siku ya jana? Kesho yake Mwamba Jihana akawa ameelekea katika duka ambalo linauza vipodozi, na bahati mbaya akawa ameelekea upande ambao wanawake ndio wananunua vipodozi vyao. Basi alikuwa busy kweli kweli akijaribu vipodozi vya aina tofauti tofauti. Mwisho wa siku akawa anajaribisha mpaka lipstick, lakini hivyo jitazama kwenye kioo ndo akagundua kwamba ana muonekano wa kiume, kana kwamba anachokifanya si sahihi. Ile tu anatazama katika simu yake anagundua kwamba kuna ujumbe ulikuwa umetumwa kwamba rafiki yake leo ndo birthday yake. Akawa amekumbuka rafiki yangu ana birthday leo. Basi moja kwa moja akanyosha mpaka kwa rafiki yake anayefahamika kama Yuri, akamwambia kuwa happy birthday. Sasa bidada akashangaa, huyu bonge la handsome leo ananiambia happy birthday, kuna shida gani? Bidada Yuri kwa mshtuko akaingia kwanza ndani bana, wewe akawa anajiuliza ina maana huyu kaka handsome amekuja kwa ajili yangu? Wewe jamani, mimi ninazali mimi. Sasa bidada akawa anajiuliza huyu jamani nani? Akakumbuka kwamba huyu bidada yeye ni mwandishi wa vitabu, kwa hiyo huenda huyu jamaa alikuwa amesoma vitabu vyake akavutiwa naye sana. Moja kwa moja kaenda kabadilisha mavazi akawa anatoka nje. Karibu sana wewe kaka. Shoga yangu, mimi sio kaka bana, mimi ni rafiki yako Jion hapa. Wacha bana usiongee hivyo. Ni kweli kabisa, ngoja nikuandikie kila kitu ambacho kinahusu maisha yetu, afu kama atakuwa nimedanganya utaniambia. Mwamba akamkumbusha bidada urafiki wao, kila kitu walivyokuwa wanashirikiana, kila walichokuwa wanakifanya. Sasa bidada akawa aamini kabisa huyu kaka handsome ina maana ndio rafiki yangu, akawa anamkagua mara mbili, aamini kabisa. Hasa akawa anamuuliza rafiki yake, mbona sasa umekuwa kama Uncle T, mambo yamebadilikaje kiasi hichi kwa ghafla namna hii? Hasa Mwamba kila wakati yuko na rafiki yake anazidi kumhamasisha kwa kumwambia kuwa unatakiwa kumkisi huyo jamaa kwenye wakati ule ambao alibadilikaga kuwa mwanaume, basi ukimkisi atabadilika na atakuwa mwanamke. Jamaa akaona kwamba huyu jamaa ushauri huo anaompa, akamwambia kwamba hivi
unajua ilivyo kazi kumkisi mwanaume mwenzio. Naomba nikukisi wewe kwanza. Nikiweza kukukisi wewe basi naenda kumkisi yule bidada, itakuwa ni rahisi zaidi. Mwamba, hebu toka zako bwana, unikisi mimi mpumbavu nini wewe? Ilikuwa ni ugomvi mzito sana. Mwamba rafiki yake akukubali kabisa kuweza kukisiwa, lakini jamaa akawa amevunjika sana moyo. Wakati huo anaendelea kutumia simu yake, anamkagua bidada, anamtazama namna alivyokuaga ni mrembo kipindi kile, sasa hivi limekuwa lidume. Ghafla tu simu ikawa inaita. Jamaa mpaka anaogopa kupokea simu kwa sababu atasikia bonge la libezi. Oya, vipi huko, unaendeleaje? Na katika kitu ambacho kinamkata Mwamba vibe ni pale tu anaposikia sauti ya bidada ikiwa katika mfumo wa bezi, afu ile sauti la kiume yani. Mwamba jioni siku hiyo aliandika mpaka usiku mwema, lakini jamaa hakujibu, alikausha tu. Kesho yake mapema na alfajiri akaenda kumtembelea bidada huko nyumbani kwao. Sasa bidada bana yuko busy na dada yake, anamwambia kwamba ili uweze kumshawishi wewe mwanaume hakikisha kwamba unakupa kidogo romantic. Hasa kaka mkubwa amefika hapa nyumbani kwa bidada. Amefika tu bidada eti anaanza kumuonesha mapaja yake na namna ambavyo ameumbika katika maeneo ya kifua. Sasa Mwamba anaona ujinga gani ulidume ili afu anionyesha mapaja mimi? Mwamba hakuwa na maindisha kabisa hizi shobo za bidada, wala alikuwa hataki kabisa bidada aendelee kufanya mambo hayo. Moja kwa moja bidada akawa amehuzunika sana siku hiyo kwa kuona kwamba ameshindwa kabisa kumshawishi Mwamba, lakini akawa amepokea message kutoka kwa Mwamba Yonjei akimwambia kwamba kesho nahitaji tuonane. Bidada Jion baada ya kugundua kwamba amemkela sana Mwamba leo alipokuwa anajishobokesha, akajua kabisa kwamba huu mtoko ambao Mwamba amemuitia lazima atakuwa anamuita kumwambia kwamba anahitaji waweze kuachana. Basi bidada alianza kulia huko amejifunika shuka. Dada yake aliweza kuona hali ile, na kama ambavyo alikuwa ameweza kuhisi bidada Jion, kweli kabisa jamaa alikuja na kueleza kwamba bana, mimi nahisi kwamba ndaingia katika tabia ya kishoga tu, kitu ambacho sikipendi. Siwezi nikavumilia kudeti na mtu ambaye ana muonekano wa kiume, naomba tuachane. Bidada Jian akasema kwamba najua kwamba mimi siwezi nikabadilika kuwa mwanamke tena, basi naomba tuwe marafiki kwa sababu wewe ni wa kiume na mimi ni wa kiume, basi tuwe marafiki tu rafiki yangu. Huo mpango Mwamba Yonjei hata mwenyewe alikubali. Kwa kuanzia leo hawa sio wapenzi tena, hawa ni marafiki tu. Na ni kweli bana, hata urafiki wao haukukawia kwanza. Wakaanza kuelekea wote katika maeneo ya PlayStation, wanaendelea kucheza game pamoja, lakini walipokuwa wameweza kutoka wakawa naongea njiani, Mwamba akajikuta ujirani wake na ujamaa umekuwa ni mkubwa sana. Sasa wakawa ni marafiki wa karibu. Bidada Jian namna anavyozidi kumweleza Mwamba namna ambavyo anajisikia kwa jirani naye, basi jamaa akaanza kukumbuka vile kipindi cha zamani, kipindi jamaa huyo alikuwa ni bidada. Mwamba anapata huzuni. Leo alikuwa amemletea mashine ya kuweza kunyolea ndevu ya umeme. Hakutaka kabisa tena bidada aje kujikata kwa wakati mwingine. Hasa Mwamba Yonjei akiwa anaendelea kuongea na huyu bidada jioni hapa, ghafla tu mdogo wake wa kike akawa amefika na kusema kuwa kaka, mambo vipi kaka? Akawa amegundua kwamba kaka amekuja na rafiki ambaye ni bonge la handsome katika nyumba yao. Hasa huyu mdogo wa kike wa Mwamba Yonjei akawa ameingia ndani na akamwambia kaka yake kwamba nina maswali kama 100 hivi nataka nikuulize kuhusiana na ule kijana ambaye umekuja naye leo. Jamaa akasema bwana achana na mimi bwana, acha kuniuliza maswali ya vijana hayo. Hasa bidada akamwambia kakake kwamba kama usipoweza kunijibu hayo maswali 100 ambayo nataka nikuulize kuhusiana na ule kijana uliyekuja naye hapa nyumbani, basi nakwenda kuvujisha picha zote ambazo nimeweza kuzikuta katika kompyuta zako zikionyesha wewe na yule bidada Jion. Hasa Mwamba Yonjei akawa hana namna yoyote ile kwa sababu mdogo wake inaonekana amechukua video ambazo ni za faragha kidogo zilizokuwa zikimuonesha yeye pamoja na bidada Jion. Basi moja kwa moja akaanza kumjibia maswali, nini ambacho yule Mwamba Jion anavipenda, nini ambacho hakipendi, akawa ameviandika vyote yani. Kwa hiyo mdogo mtu anataka kujua kila kitu ambacho yule Mwamba anakipenda ili aweze sasa kuanza kumuingiza katika mitego kwa sababu ametokea kuvutiwa naye sana. Na baada ya Mwamba kuandika kila kitu, basi akamkabidhi mdogo wake lile karatasi ambalo lilikuwa limejazwa kila kitu. Lakini akamwambia kwamba ila usisahau kitu kimoja, ni kwamba yule jamaa na girlfriend wake na wanapendana sana unajua. Bidada akasema kama ana mpenzi sio mbaya, ila mimi nitakwenda kuchukua nafasi yangu pale niangalie kama naweza nikapata nafasi ya kuwa mke kwake kwa sababu huyu sitaki tu awe mpenzi wangu, nataka nije kuwa mke wake kabisa. Hasa Mwamba Yonjei aliposikia kwamba mdogo wake anataka kukutana na huyu Mwamba Jion, basi moja kwa moja ikabidi haraka sana kumfuata Jion na kuanza kumfundisha namna gani ya kuwa kama mwanaume. Wakaanza kumfundisha namna ambavyo anaweza kuwa anaigiza kama mwanaume na vitu anavyovifanya viwe kabisa vya kiwanaume kabisa yani. Yaani kiufupi ni kwamba Jion anatakiwa kuondoa ile hali ya ujakidona, anatakiwa kuwa kidume kabisa ni kama mwanaume kweli yani. Akawa anamfundisha namna ya kupika kama mwanaume, lakini kwa bahati mbaya sana Mwamba Yonjei akawa amejikata kidogo. Ikabidi Jion ambaye ni mpenzi wake aanze kumhudumia kile kidonda. Sasa namna anavyohudumiana yani jamaa linajisikia vibaya kwa sababu linayemwona anamhudumia kiromantic alafu eti ni sura ya mwanaume. Hasa mishale ya usiku wakati Mwamba anataka aondoke, ghafla tu Mwamba Jion akawa anamwambia jamaa kwamba unaonaje ukibakia kwa sababu leo dada yangu hayupo, niko peke yangu tu. Mwamba Yonjei alivyokataa kwa nguvu, alikataa kwa hasira kabisa. Siwezi nikabakia hapa, ujui kama wewe ni mwanaume. Hasa jamaa kabaki anashangaa, yani kama mimi ni mwanaume tena ndio uweze kubakia au ningekuwa wa kike ndio usingeweza kubakia. Hasa Mwamba Yonjei mpaka akawa ametoka nje ya nyumba, afu mwenyewe akawa anajicheka. Hivi nashindwa kubakia kwa sababu yuko mwanaume ama ningeshindwa kubakia kwa
sababu angekuwa wa kike. Mbona sielewi mimi? Sasa kumbuka kwamba Mwamba Eunjay ana rafiki yake mmoja hivi ambaye wanapendana sana. Sasa huyu rafiki yake alikuwa anamwambia Mwamba Eunjay kwamba leo tunaweza tukatoka mwanangu, lakini jamaa akasema hapana bana, niko busy kidogo. Na huyu jamaa akaanza kuona kwamba ni kama yuko busy na huyu mtoto wa kike ambaye anafahamika kama Jioni ambaye yuko katika muonekano wa kiume. Na hii kitu ilikuwa inamkera sana rafiki wa Mwamba Eunjay. Kwa nini mazungumzo yao ya kiume alafu na huyu wa kike anakuepo hapo kila wakati? Yaani anashindwa kuwa huru zaidi kuzungumza mambo yao ya kiume. Hasa huyu rafiki wa Mwamba Eunjay ili kuharibu mambo akaanza kumsifia Mwamba Eunjay kwa kusema kwamba leo kutakuwa kuna mashindano fulani hivi yanafanyika na kutakuwa na waigizaji wakubwa sana hapa nchini. Na ukumbuke kwamba Mwamba Eunjay anampendaga mwigizaji ambaye atakwenda kuonesha mashindano siku ya leo. Hasa hizi kauli zikawa zinamkera sana bidada Jioni ambaye yuko katika muonekano wa kiume. Lakini Mwamba Eunjay hakuupenda huu masiala ambao unaendelea, japokuwa ndio ni kweli wameachana na bidada sasa hivi ni marafiki, lakini hakutaka kabisa haya mambo yaendelee kuzungumziwa katika namna ile. Hasa bana, huyu rafiki wa Eunjay anayefahamika kama Miniang akaongea jambo moja la ajabu sana. Akaomba siku ya leo aweze kukutana na huyu jamaa anayefahamika kama Jioni. Kumbuka kwamba huyu ni bidada, afu ana mazungumzo naye ya kuweza kuzungumza naye. Mbaya zaidi ni kwamba Jioni akawa amekubali kuja kukutana na huyu Miniang nyakati za usiku. Hasa Eunjay akaanza kuona wivu, japokuwa huyu jamaa amebadilika kuwa wa kiume na sasa hivi ni rafiki yake tu, ila akawa anapata wivu kwa sababu huyu ni mpenzi wake pia pamoja na yote yani. Hasa swali linabakia moja, ni nini ambacho Miniang alikuwa anamuitia huyu Mwamba na anataka kuzungumza naye kitu gani? Na ukumbuke kwamba wote hawa ni wanaume, ukumbuke kwa sasa hivi. I say hii kazi wakolea wameamua kutu surprise. Basi usikose katika episode ya 3 itakwenda kutupa majibu nini ambacho kitakwenda kujili. Nikukumbushe tu kwamba usisahau kugusa alama ya kusubscribe katika channel ya mdhamini wetu kama bado hujafanya hivyo. Ni rahisi sana, unagusa alama ya kusubscribe alafu katika channel ya chini hapo utagusa alama ya kusubscribe katika channel yake, utakuwa umemsupport na ni mtu pekee ambaye anaweza kutuwezesha tunaweza kusonga mbele na hii tamthilia.